Okay, hii hapa nyingine tena ya Morris Sam. Sasa kuna jamaa mmoja si na jina, yuko zake mtaani kwenye gari yake. Akiwa anapiga misele, akaona kuna mrembo mmoja ameharibikiwa na gari barabarani. Sasa kaona kwamba hii ndio bahati yake ya kupata mrembo. Akiamini akimsaidia kutengeneza hiyo gari, basi mazungumzo yote yataanzia hapo. Akapaki gari pembeni, alafu akamfuata. Akamuuliza shida ni nini mama? Yule dada ambaye alikuwa ni mrembo sana akamwambia gari imezimika tu na hajui shida ni nini. Jamaa kainama kwenye bonnet ili kuangalia shida iko wapi, lakini muda huo huo akashangaa na ikiwa chuma kwenye mbavu. Mwamba alishtuka baraa, ubisho wote ukaisha. Sasa kumbe huyu dada na mwenzake ni wezi. Huyu dada anaitwa Bentley, alafu mwamba anaitwa Ford, na hii ndiyo mbinu ambayo siku zote huwa wanaitumia. Wakamnyang'anya gari, alafu pia wakachukua nguo zake zote, wakamwacha jamaa kwenye t-shirt, boxer na socks. Alivyotoka pale alikimbia kama mwehu, anaita mwizi mwizi, lakini ndo ameshapigwa hivyo. Sasa Bentley na Ford wakishapiga tukio kama hivyo, wanaenda zao club kuenjoy maisha. Yaani maisha yao hayana stress. Sasa Bentley na Ford wao hawana kazi nyingine. Kazi yao ni wizi pamoja na kuenjoy maisha. Leo walikuwa wamekuja kupiga tukio kwenye duka la urembo. Wakaiba mawigi ya gharama na chochote cha gharama walichokikuta kwenye lile duka. Halafu hao wakaondoka zao. Huku nyuma, baada ya mfanyakazi kuhisi kwamba ameshaondoka, ndo anasimama mpigie simu bosi wake. Lakini muda huo Bentley na Ford wameshafika mbali sana. Sasa wakifika nyumbani wanaenjoy sana kwamba hatimaye tukio lingine limefanikiwa. Sasa pamoja na kwamba hawa wanafanya pamoja kazi ya wizi, lakini pia wako kwenye penzi zito sana. Yaani kila mmoja anampenda mwenzake mpaka anachanganyikiwa. Okay, kama kawaida, hii ni movie recap kutoka Movies Chamber 101. Mimi ni Sam Rusasa. Kama bado hujasubscribe, usisubscribe button, lakini pia bonyeza alama ya kengele ili kila ninapoweka movie kali kama hizi zikufikie kwa wakati. Twenzetu. Sasa leo Bentley na Ford wanaingia nyumbani kwao, lakini cha kushangaza wanamkuta mama yake Ford na mama yake Bentley wako hapa. Hii kitu hawakuitegemea kabisa, lakini kumbe pamoja na kwamba wao ni wezi, haimaanishi kwamba familia zao ni za kimasikini. Bentley na Ford wote wametokea familia za kitajiri sana. Sasa hawa mama wawili kila mmoja akaanza kumtuhumu mwenzake kwamba mtoto wako ndo unanaribia mtoto wangu. Baada ya kuona makelele yamekuwa mengi, Bentley na Ford wanawaacha pale mama zao wakipigizana kelele, wao wanaenda zao chumbani. Huku mahaba yanaendelea, hawataki kabisa kujihusisha na makelele ya wazazi wao. Lakini cha kushangaza, muda sio mrefu, mama yake Bentley na mama yake Ford wanaingia ghafla kwenye hii chumba cha wapenda nao. Ford na mwenzake wanashtuka sana, hawakutegemea kama watafatwa mpaka chumbani. Sasa upande huu, mama yake Ford akawa anamwambia Ford kwamba nataka uachane na huyo mwanamke, hakufai kabisa, anakupotezea muda. Lakini Ford anasema kwamba hawezi kumwacha kabisa Bentley kwa sababu huyo ndo mwanamke anayempenda zaidi duniani. Halafu huku pia mama yake Bentley anamwambia Bentley kwamba aachane kabisa na Ford, maisha yake yanaharibika kwa sababu tu yuko na Ford. Bentley naye anasema kwamba hawezi kabisa kumwacha Ford kwa sababu akiachana naye akarudi nyumbani, kuna baadhi ya vitu familia yake haiwezi kumpa ambavyo anavipata kwa Ford peke yake. Kwa hiyo hawa mama wote wawili wakawa wamekwama, yaani Bentley na Ford wanapendana na hawasikii la mtu. Sasa leo Ford alikuwa peke yake ametoka supermarket. Akiwa anaingia kwenye gari akakutana na huyu dada ambaye anaitwa Jessica. Huyu alikuwa ni rafiki yake mkubwa sana wa zamani, lakini ni miaka kadhaa walitengana na walikuwa hawajaonana kwa muda fulani. Jamaa alifurahi sana kumuona, makumbato yakawa mengi pale. Sasa mara ya mwisho Ford alisikia kwamba Jessica alienda Ujerumani. Kwa hiyo akamuuliza, vipi, siku hizi unaishi wapi? Kuulizwa tu hivyo, Jessica kaaga haraka haraka na wala hakujibu. Sasa leo Bentley alikuwa zake club, lakini kwa nje anavuta sigara. Bentley ni mwanamke mrembo sana, kwa hiyo haikuchukua muda mrefu jamaa mmoja mwenye misuli akamfuata pale, maanake tayari kwa ameshatamani mzigo. Bentley naye hakumkazia, akamlegezea vizuri sana. Kwa hiyo muda huo wakaondoka, wakaenda kutafuta chumba kwenye hoteli ya jirani. Lakini kabla mambo hayajawa mengi, mlango wa chumba unafunguliwa, anaingia mwamba Ford mwenyewe. Ili jamaa akashangaa, huyu ni nani, mbona aingia humo ndani? Lakini Ford akatoa chuma pale, na hapo yule jamaa akaanza kutetemeka vibaya mno. Sasa kumbe Ford na mwenzake walikuwa wameshamchora muda mrefu sana huyu jamaa kama ni mfanyabiashara na ana dola nyingi sana kwenye begi. Kwa hiyo akamwibia zile hela, alafu akaondoka zao. Sasa siku zote wakishapiga mchongo wakamaliza, wao lazima washerekee. Leo sherehe ilikuwa kwenye gari, kilipigwa sana siti ya nyuma pale.
Sasa kumbe mama yake Ford ana ugonjwa wa asthma, na leo akiwa nyumbani maskini, kifua kilimbana akashindwa kabisa kupumua, akaanguka chini akawa amezidiwa. Ford akiwa nyumbani kwake akapigiwa simu kwamba mama yake ana hali mbaya sana. Ilibidi atoke haraka kwenda kumwangalia mama yake. Baada ya kufika akamkuta Jessica naye yuko hapo hapo. Jamaa alishangaa akamuuliza, wewe mbona uko hapa? Jessica akasema kwamba siku hizi anaishi hapa. Baada ya kurudi kutoka Ujerumani, mama yake Ford alimwambia kwamba aje akae pale mpaka pale atakapopata nyumba ya kwake mwenyewe, na kwa sababu Jessica ni daktari, basi siku zote yeye ndo amekuwa anamhudumia. Ford alikasirika sana kwamba siku zote Jessica amekuwa anaishi hapa na hakuna mtu amewahi kumwambia, lakini mama yake akawaka mara mbili kwamba wangewezaje kumwambia wakati na karibu mwaka hajamtembelea hapa. Ford alikasirika sana, kaondoka pale. Jessica naye akamfuata nyuma. Ford alianza kulalamika sana kwa Jessica kwamba kwanza aliondoka kaenda German bila kumwaga, lakini pia amerudi kimya kimya na anakaa nyumbani kwao lakini wala hajamwambia. Jessica alijitetea sana kwamba hakutaka kumwambia kwa sababu hakutaka kumuumiza, lakini sasa hivi Jessica amerudi ili kumsaidia baba yake kuendesha hospitali yao. Sasa baada ya kuona kwamba Jessica yuko hapa siku hizi, Ford alikuwa anajitahidi sana kuja nyumbani kwao kumuona mama yake. Leo walikuwa wamefungua albamu wanaangalia picha za zamani. Baada ya kutoka nje, Jessica akawa anamuuliza Ford kwamba siku hizi ana issue gani. Ford naye akamwambia kwamba yeye siku hizi hafanyi kazi yoyote, yupo tu yani. Yeye na mpenzi wake wametulia tu wanakula maisha. Jessica akashangaa sana kwa sababu wakiwa shule, Ford alikuwa na mpango kuja kuongoza kampuni ya baba yake. Lakini sasa hivi anamwambia kwamba hafanyi kazi yoyote. Hilo jambo likamshangaza kidogo. Ford akamwambia kwamba kuna mambo mengi sana magumu amefanya na akiyasikia atashangaa sana, lakini hakumwambia ni mambo gani. Alipotaka kuondoka, Jessica akamwambia kwamba hajui Ford amefanya mambo gani, lakini akimwangalia ndani yake anamuona kijana yule yule aliyekuwa na ndoto kubwa sana zamani. Ford akaondoka arudi zake nyumbani. Huku nyumbani yeye na Bentley maisha yao ni kuenjoy tu. Sasa leo wakiwa wanakunywa pombe na kuvuta sigara huku wanacheza mziki pale, Ford akaanza kukumbuka maneno aliyoambiwa na Jessica kwamba haijalishi ni mambo gani amefanya, lakini ndani yake bado kuna malengo na ndoto kubwa sana. Jamaa pozi linaisha kabisa, anaacha kucheza, anakaa kwenye kiti. Bentley akaja kumuuliza kama ana shida yoyote. Ile jamaa akasema hamna shida, yuko fresh tu. Mawazo yalikuwa mengi sana kiasi kwamba leo Ford akaamua kumwambia Jessica ukweli wote kwamba yeye na mpenzi wake wamekuwa wanaiba kwenye maduka, wamekuwa wanaiba magari, sio kwa sababu hawana hela, ila ni kwa sababu tu huyo mpenzi wake anapenda sana hayo mambo. Jessica alishangaa balaa, hakutegemea kabisa kwamba Ford anaweza kawa mwizi. Ford akasema kwamba mwanzoni alikuwa anaenjoy, lakini sasa hivi amechoka kabisa hayo maisha na anatamani sana kuyabadilisha, lakini mwanamke wake hataki kabisa kuacha hayo mambo. Jessica akasema kwamba tayari ameshampoteza mume wake, hayuko tayari tena kumpoteza rafiki yake mkubwa, na hapo ndio Ford akashangaa kwamba kumbe Jessica alifiwa na mume wake. Baada ya kurudi nyumbani, Ford aliwaza sana namna ya kumwambia mpenzi wake ili amuelewe, na baada ya kuwaza kwa siku kadhaa akaona bora tu amwambie. Lakini kila akitaka kuzungumza, Bentley analeta mapenzi mengi sana kiasi kwamba Ford anachanganyikiwa, anashindwa kusema chochote. Leo Bentley akaja na wazo kwamba waende wakaibe kwenye duka la perfume, na akasema kwamba ataenjoy sana kama wakipiga huo mchongo. Jamaa alijaribu sana kukataa, lakini Bentley akimshika tu. Jamaa ujasiri wote unaisha, inabidi tu akubali. Ilibidi tu arudi kwa Jessica amwambie kwamba kiukweli amejaribu sana kumwambia, lakini mara zote imeshindikana. Jessica naye akamwambia, wewe unatafuta kifo na usisahau kama likitokea la kutokea, mama yako atakuwa kwenye hali gani. Ford akaona bora tu ajikaze, amwambie amechoka kazi ya wizi. Akifika nyumbani anakutana na mambo tofauti kabisa. Chumba kimepambwa na maua pale, alafu Bentley anakuja na kinaiti dress tu. Ford alikuwa ameamua kabisa kwamba atamwambia, lakini baada ya kupewa mapenzi mazito alishindwa kabisa kusema. Siku inayofuata mama yake Ford akiwa nyumbani na Jessica anapokea simu, anaambiwa kwamba Ford na mpenzi wake waliiba gari ya mtu, na baada ya hapo wakakamatwa na wako kituo cha polisi. Sasa kwa sababu mama ni mshua, alienda polisi akatoa kitu kidogo, lakini pia akamlipa yule mwenye gari ili mradi tu kesi siendelee, alafu akawatoa Bentley pamoja na Ford. Sasa baada ya kufika nyumbani, mama yake Ford alimsema sana mwanae kama mama mwingine yoyote wa Kiafrika kwamba unataka kuniua wewe. Muda wote mama yake Ford alimlaumu sana Bentley, akasema kabisa kwamba Bentley ndio anayemharibu Ford.
Baada ya kurudi nyumbani kwake, Ford alishangaa kwamba Bentley yeye wala hajashtuka kwamba alikamatwa na polisi. Alichokisema yeye ni kwamba siku nyingine wakiiba gari jingine, basi inabidi wawe makini kidogo. Ford akaona kweli huyu mwanamke pasua kichwa, akamwambia kuanzia leo hataki tena maisha ya wizi, anataka kufanya mambo mengine ambayo ni halali kabisa. Bentley naye akasema kwamba haya ndio maisha ambayo yeye anayapenda, na akitaka haya mahusiano yaendelee, basi lazima waendelee na kazi ya wizi. Ford alikuwa anampenda sana Bentley, lakini baada ya kuwaza sana faida na hasara, akaona hapa atakufa kwa kweli. Uamuzi aliochukua ni kuachana jumla na Bentley. Akachukua begi lake na akaondoka, huku nyuma akaacha amemblock Bentley kila sehemu, maana yake asiweze kumpata kwa namna yoyote. Ford akaamua kurudi nyumbani kwa mama yake, angalau akaanza maisha upya. Sasa asubuhi Bentley akiamka, kwenye meza akakutana na karatasi imeandikwa nisamehe. Akazunguka nyumba nzima anamtafuta Ford lakini hakumuona. Akatoka haraka nje ili kuangalia gari ya Ford lakini nako haikuwepo, na hapo ndio machale akamcheza. Akaanza kumpigia simu lakini zote haziendi. Akajua kabisa kwamba Ford amemblock. Bentley alichanganyikiwa, yani hakujua cha kufanya, ikabidi tu ampigie simu mama yake. Bentley alikuwa ni kama mtu aliyechanganyikiwa, hajui hata anachokizungumza. Anachokitaka yeye ni kuonana tu na Ford, hataki kitu kingine. Wakati huo Ford alikuwa nyumbani kwao. Muda sio mrefu Bentley alifika mpaka nyumbani kwa kina Ford, akaanza kugonga geti pale, anamuita Ford aje amfungulie. Ford hakutoka, lakini aliyetoka ni mama yake Ford. Akamwambia kwa sasa hivi hauwezi kabisa kuonana na Ford, nenda nyumbani halafu yeye mwenyewe atakupigia. Bentley alikuwa anatia huruma sana, yani ni kama anataka kuchanganyikiwa vile. Kiukweli mapenzi yanachanganya. Sasa baada ya muda, kwa sababu Ford ni msomi na ni injinia, akaamua kurudi kufanya kazi kwenye kampuni ya baba yake. Wakati upande huu, baada ya Bentley kusubiri kwa muda na kuona kwamba Ford hajarudi, ilibidi tu aondoke nyumbani kwa Ford arudi nyumbani kwa mama yake. Lakini kiukweli alikuwa anaumia sana. Sasa kutokana na aina ya maisha ambayo Ford alikuwa anaishi kwa karibu miaka mitatu, alishindwa kabisa kuendelea kukaa pale. Kwa hiyo akaamua kusafiri aende akaishi Canada kwa muda, lakini pia akamwambia mama yake kwamba anataka aende Canada ili akafungue tawi jingine la kampuni yao. Bi mkubwa hakuwa na shida, hakubali. Kabla hajaondoka, Ford akamwambia Jessica kwamba akirudi basi inawezekana wakapata muda wa kuyajenga. Jessica hakuelewa kuyajenga mambo gani hayo. Alijaribu kuuliza lakini Ford hakumwambia chochote. Sasa baada ya miaka mitatu, Ford akiwa anatoka supermarket akakutana na Bentley. Kila mmoja alimshangaa mwenzake kwa jinsi alivyobadilika, kwa sababu ni miaka mitatu sasa hawajaonana. Bentley akamwambia Ford kwamba siku hizi anafanya kazi ya kuandaa matukio, lakini pia amepata mchumba na siku sio nyingi ataolewa. Ford alifurahi sana kuona kwamba Bentley aliachana na maisha ya wizi, siku hizi anaishi maisha ya kawaida kama watu wengine. Sasa kumbe Ford naye alimuoa Jessica na sasa ni mjamzito. Na hapa movie ndio inaishia. Na kiukweli movie ni kali sana. Sasa kwenye comments utaniambia, bibi wako akiwa mwizi, utaenda na wewe muibe pamoja? Kama kawaida, usisahau kulike na kusubscribe kwenye YouTube channel yetu, bila kusahau kubonyeza alama ya kengele ili kila nitakapoweka movie mpya wewe uwe wa kwanza kuipata. Unaweza kujiunga na grupu letu la Movie WhatsApp bure kabisa kwa kutumia link ambayo ipo kwenye description na kwenye comments, au unaweza kutuma neno niunge kupitia hii namba, na moja kwa moja utakuwa karibu zaidi na familia kubwa ya Movies Chamber 101. Usiache kuangalia video zetu zilizopita na zinazokuja. Mimi ni Sam Rusasa na hapa ni Movies Chamber 101.